tunapata picha halisi katika vitabu vingine vinavyosadikisha uwepo wa Mwenyezi Mungu na jinsi alivyojifunua kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasoma katika Qur'ani sura ya 7:54 ikisema, hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6, kisha akatawala katika ardhi yake. Amen, amen. Tunaendelea kupata ushahidi katika Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani 7:165 inaanza kwa simulizi, historia ambayo inaeleza hivi. Alianza kutoa kisa hichi kinachotoa ushahidi juu ya uwepo na kueleza habari ya Mwenyezi Mungu aliyewahi kutoa kwa wanadamu, akiwataka wanadamu hao kutambua siku hii ya Sabato, yaani Jumamosi, kuwa ndio siku maalum iliyotolewa kwa Mungu Mwenyezi kwa ajili ya kwa kuadhimisha usahihi wa ibada. Katika kitabu cha Qur'ani 7:163 anaeleza hivi: waliokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambao waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu, na kazi yao ilikuwa ni uvuvi. Amen, amen. Angalia jambo hili. Kumbe manabii na mitume kwa ushahidi wa vitabu, hii inanipatia picha kwamba ukweli umewekwa katika vitabu, na wanadamu tutakapoamka na kuanza kusoma vitabu, ukweli juu ya Sabato kama Jumamosi umesadikishwa katika Qur'ani. Hebu tuangalie tena katika Qur'ani 2:65, wahi wa Mwenyezi Mungu unasema, kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi, basi tukawaambia kuweni manyani wadharirifu. Aya ya 66, kwa hiyo tukaifanya adhabu hii kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na waliokuja nyuma yao, na kuifanya iwe mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Amen, kumbe amen. Vizazi vyote waliagizwa kutunza Sabato, yani Jumamosi ya Mwenyezi Mungu. Amen, 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 amen. Sasa angalia neno hili, walikuwa wakivunja sheria ya Jumamosi ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Ulimwengu mzima unaalikwa kutunza Sabato ya Mwenyezi Mungu, na Mtume Muhammad aliwaambia umati au watu wake ya kwamba ni muda wa kufahamu na kujua ya kuwa Qur'ani nayo hutambua Sabato kama pumziko ama ibada kwa wanadamu wanaomcha Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 6:16 neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nani mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hii. Neno la Mungu linasema ya kwamba simameni mkatazame mapito ya zamani, vitabu vitakatifu ambavyo Mungu mwenyewe aliandika kwa pumzi yake mwenyewe kupitia utakatifu wake, na amri 10 za Mungu kama itoshi, yeye mwenyewe akaandika kwa mkono wake mwenyewe. Katika kitabu cha Isaya, Sabato ilikuwepo katika Edeni. Sabato ilikuwepo kwa wakati wa kipindi cha Yesu, ipo hata sasa. Na Isaya, Biblia, kitabu cha Isaya sura ya 66 mstari wa 22 na 23, neno la Mungu linasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi
mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi hata mwezi, sabato hata sabato. Wakati Biblia imekuwa wazi katika amri zake ya kwamba yote yatafanyika, ndiyo kwamba hakuna nukta moja wala yodi ambayo itaondoshwa hali yote yatimie, ndiyo itakavyokuwa. Lakini ajabu ni hii hapa, ndiyo wakati Yesu atakaposhuka na mbingu mpya ikashuka, hakutakuwa na uasi, ni kweli. Hakuna ambaye atajifanyia sanamu ya kuchonga, ni kweli. Hakuna ambaye hatakuwa na uwezo wa kuheshimu wazazi wake kama amri inavyosema, ni kweli. Hakuna ambaye ataiba, atazini, ataua, atatamani mali zile, kwa sababu utakaso umefanyika. Lakini katika amri 10 za Mungu, amri ya 4, Mungu anasema hata mbinguni tutamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbinguni itadumu vizazi na vizazi. Na hivyo jioni ya leo, wewe ambaye unafuatilia matangazo haya popote ulipo, kutoka Omani, kutoka Sudan, kutoka Kenya, popote katika dunia hii, Yesu Mungu jioni ya leo anatuita, anaita watu wake, anasema rudieni mapito yake. Sabato ni ishara ya ukombozi, sabato ni utakaso, sabato ni pumziko lake, sabato ni siku ya Bwana yeye mwenyewe kwa mkono wake aliagiza, na itadumu milele zote. Wangapi jioni leo wanasema ya kwamba wanatamani siku moja, wanatamani hata mbinguni wakaabudu Mungu katika sabato? Punga mkono pamoja nami.